Mambo vipi? Karibu katika Briefcast. Mimi naitwa Moses Mutente na hapa tunapata nafasi ya kuzungumza mambo mengi ambayo yanatokea kimataifa. Tunaangazia masuala ya geopolitics kwa maana ya kwamba siasa za kimataifa zinakwendaje, masuala ya uchumi, mambo mbalimbali ya kijamii, yote tunayaangazia hapa katika Briefcast. Twende pamoja mpaka tamati. Na leo tunaangazia eneo la Mashariki ya Kati. Taarifa ambazo tumezipata hivi karibuni ni kuhusiana na hatua ya jeshi la Israel kuwakamata baadhi ya watu ambao wanasadikika kuwa ni majasusi kutoka taifa la Iran, na watu ambao wamekamatwa basi wanatajwa kwamba walikuwa wakifanya vitendo vya kupiga picha na kuchukua taarifa kutoka kwenye makambi ya kijeshi ya Israel. Hili ni tatizo kubwa sana kwa eneo la Mashariki ya Kati la vitendo vya ujasusi katika baina ya mataifa jirani yanayoangazia, lakini leo tutaangazia zaidi kinara wa vitendo vya ujasusi katika eneo la Mashariki ya Kati, na hilo si taifa lingine bali ni taifa la Israel. Hali ni mataifa mengi yanafanya hatua hiyo. Ukijaribu kuangazia hivi karibuni, tunafahamu miezi michache iliyopita kulikuwa na mgogoro mkubwa kati ya taifa la Israel na taifa la Iran, na yote haya yakiwa ni mataifa ya bara la Asia na eneo la Mashariki ya Kati. Katika kipindi hiki tulishuhudia asilimia kubwa ya viongozi wa juu wa taifa la Iran wakiondolewa katika nafasi zao kwa vitendo vya mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Na katika mashambulizi haya tulishuhudia wale viongozi waliokuwa na ushawishi mkubwa kwenye jeshi la Iran wakiondolewa kutokana na intelijensia ya hali ya juu ambayo Israel inayo ya mahali walipo. Lakini si hivyo tu, katika kipindi cha takriban miaka miwili iliyopita tumeshuhudia viongozi wakubwa wa kundi la Hamas pia wakipoteza maisha, na viongozi hao walikuwa wakiuawa mmoja baada ya mwingine, hata waliokuwa nje ya eneo la Gaza, kutokana na ubora wa taarifa za kiintelijensia ambazo Israel ilikuwa ikilifanya. Kwa hiyo ukubwa wa uwezo wa kiintelijensia wa Israel ni mkubwa sana, na swala hili halijaanza hivi karibuni. Kabla hata ya kuundwa kwa taifa la Israel, tunakumbuka wakati Wayahudi kote duniani, hasa maeneo ya Ulaya, wakipitia madhila makubwa wakati wa mauaji yale ya Holocaust, mauaji makubwa waliyofanywa Wayahudi. Baada ya mauaji hayo tulishuhudia vikundi mbalimbali vya Kiyahudi vikianza kuwatafuta waliokuwa viongozi wa kundi na vyama vya Wanazi wa Jerumani, hasa eneo la Amerika ya Kusini. Tulishuhudia Argentina ikiwa ni eneo mojawapo ambalo Argentina pamoja na Brazil ikiwa ni maeneo mojawapo ambayo vikundi vya Wayahudi vya kijasusi vikiwafuatilia na kuwakamata vinara wa kundi la Wanazi waliofanikisha mauaji ya Wayahudi wengi katika eneo la Ulaya wakati wa vita vya pili na vita vya kwanza hasa vya dunia. Kwa hiyo changamoto ya swala hili ni kubwa kabisa. Jasusi wa Israeli inarudi nyuma kama nilivyoeleza, na kama nilivyokwambia, hasa eneo la kusini mwa Amerika, viongozi wengi wa Wanazi walikimbilia huko, na Israeli ikafanya mpango wa kuwatafuta mmoja baada ya mwingine, na walifanikiwa kuwanasa wengi na wakawapeleka Israeli, ambako wengi walishtakiwa wakafungwa na wengine pia waliuawa. Sasa leo natamani tuangazie historia ya bwana mmoja ambaye yeye ameingia katika orodha ya mashujaa wa taifa la Israel. Leo namzungumzia bwana Eli Cohen. Eli Cohen ambaye ni Myahudi aliyezaliwa katika eneo la Alexandria ama mji wa Alexandria huko Misri mwaka 1914. Bwana huyu ameingia katika rekodi ya taifa la Israel kama mojawapo ya watu vinara walioweza kubadilisha mtazamo wa dunia kuielekea intelijensia ya Israel, hasa kupitia kundi lake la Mossad. Mwaka 1957 Eli Cohen, kama vijana wengi wa Kiyahudi,
alituma maombi ya kujaribu kuwa sehemu ya kundi la Mossad. Mossad ni shirika la upelelezi la Israel, mojawapo ya mashirika yanayoaminika sana na yenye intelijensia ya hali ya juu. Licha ya kutuma maombi mara kwa mara, Eli Cohen hakufanikiwa kujiunga na Mossad mpaka pale mkurugenzi mkuu wa shirika hilo alipopitia tena nyaraka za watu waliotuma maombi yao kuwa sehemu ya kundi la Mossad. Ndipo mwaka 1957 Eli Cohen alipewa nafasi ya kujiunga na kundi hilo na akawa tunasema intelligence analyst ama mchambuzi wa masuala ya kiintelijensia kutoka mwaka 1957 mpaka mwaka 1959 akiwa katika makao makuu ya taifa la Israel huko Tel Aviv. Wakati anapewa kazi hiyo, Israeli ikabaini changamoto kubwa. Changamoto kubwa ilikuwa ni tishio la usalama kutoka taifa jirani la Syria. Kwa muda mchache wa uwepo wa taifa la Israeli katika eneo la Mashariki ya Kati, walifanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti hatari zilizokuwa zikitokea Lebanon, hatari zilizokuwa zikitokea Jordan na mataifa mengine jirani. Pamoja na Misri pia walifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Licha ya mafanikio hayo, taifa la Israeli lilikumbana na changamoto kubwa ya vitisho na mashambulizi kutoka taifa la Syria, na hasa mashambulizi kutoka eneo la milima ya Golan maarufu kama Golan Heights. Sasa wakati wanakabiliana na changamoto hiyo, Israeli ikabaini kwamba haina majasusi ndani ya taifa la Syria, kwa maana ya kwamba wale majasusi wao wote waliokuwa wakiwategemea kuwapelekea taarifa walikuwa wameuawa na wengine walikuwa wamekamatwa. Kwa hiyo ikawa ni vigumu kwa taifa la Israel kuweza kuona namna gani wanakabiliana na Syria ambayo kupitia vilima vya Golan ilikuwa katika eneo la kimkakati la kushambulia Israel, kwa sababu vilima vile vilikuwa viko eneo la juu na viliwezesha Syria kuweza kuishambulia Israel kwa urahisi. Mossad wakakaa chini wakatafakari namna gani wanaweza kukabiliana na changamoto hiyo. Baada ya hapo wakaamua kumtumia Eli Cohen. Sasa Eli Cohen kwa sababu alikuwa amezaliwa Misri katika mji wa Alexandria, alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuzungumza Kiarabu vizuri. Lakini si hivyo tu, sifa kubwa ya Eli Cohen aliyokuwa nayo, alikuwa ni mtu ambaye anaweza kujifunza lahaja za lugha ya Kiarabu za mataifa mbalimbali ya Kiarabu, kwa sababu nafahamu katika eneo la Mashariki ya Kati Kiarabu kinachozungumzwa Jordan kinatofautiana kidogo matamshi yake na kile cha Misri na kile cha Syria na kile cha Iraq na maeneo mengine ambayo wanazungumza lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo Eli Cohen akaonekana ana uwezo mkubwa wa kuzungumza Kiarabu cha Syria. Kwa hiyo wakamtumia yeye na wakapanga mipango sasa ya kuweza kumtumia kama jasusi ama mpelelezi wa ndani kabisa kwa taifa la Syria. Namna gani alifikishwa Syria? Mpango ukaanza wa kumpeleka kwanza Argentina. Kwa nini Argentina? Miaka ya 1950 mpaka 1960 eneo la Argentina, taifa la Argentina kule Amerika ya Kusini, kulikuwa na kikundi kikubwa ama tunasema community kubwa ya Waarabu, ama kulikuwa na jamii kubwa ya Waarabu, hasa Waarabu wasomi, Waarabu wafanyabiashara, Waarabu waliokuwa na uwezo wa kifedha pia. Sasa Eli Cohen akapelekwa Argentina katika mji mkuu wa Buenos Aires, na akawa kule akajiingiza kama sehemu ya Wasiria wanaoishi Argentina kwa sababu ya uwezo wake wa kuzungumza Kiarabu cha Syria. Kwa sababu ulikuwa ni mpango maalum wa serikali, Eli Cohen akaingia kama mfanyabiashara, kama mtu mwenye pesa nyingi, na akaweza kujipenyeza na akaaminika kwa urahisi sana na jamii ya Wasiria waliokuwa wakiishi Argentina. Kilichofanya pia apendwe kwa haraka ni moyo wake wa ukarimu wa kutoa na kuchanga fedha kwa chama cha Baath cha Syria, ambacho wakati huo kilikuwa kimepigwa marufuku
kufanya shughuli zake za siasa kule Syria, na kikawa kinafanya tunasema political mobilization nje ya Syria, na mojawapo ya maeneo ambayo yalikuwa yakitumika kwa urahisi kufanya hiyo mikakati ya kisiasa kwa chama cha Baath cha Syria ilikuwa eneo la Argentina. Na Eli Cohen ambaye wakati huo sasa alikuwa na jina jipya la Kiarabu la Kamal Amin Thabit, alikuwa ni mtu mwenye mkono mrefu, yani kwa maana alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuchangia na kutoa pesa nyingi kwa chama cha Baath, kiasi kwamba akajenga uaminifu mkubwa na akaaminika kiurahisi sana. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1961 akiwa Argentina. Alitumia miaka takriban miwili kuaminika na Wasiria na kuaminika na Wasiria kwamba ni mmoja wao pasipo kutiliwa mashaka yoyote kwamba ni Myahudi. Mwaka 1963 Eli Cohen akaelekea Syria. Sasa unaona mpango ulivyokuwa, alitoka Israeli nyumbani kwao akaelekea Argentina, akajichanganya na Wasiria, alafu akatoka Syria sasa, akatoka Argentina kuelekea Syria ambako ndiko mission sasa ya kuweza kuingia kama mpelelezi na jasusi wa hali ya juu kabisa kwa ajili ya taifa la Israel. Mwaka 1963 Eli Cohen akiitwa Kamal Amin Thabit akaingia katika mji mkuu wa Damascus, na kwa sababu alikuwa na fedha nyingi kutoka Israel na ambazo alikuwa akifanya biashara zake mbalimbali, akaanza kuaminika na kuonekana kama mtu mwenye ushawishi mkubwa kwenye siasa Syria. Alifanikiwa, alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo kuwa na ushawishi mkubwa kwa namna alivyo, muonekano wake, alivyokuwa akizungumza, lakini na fedha ambazo alikuwa nazo, lakini pia moyo wake wa ukarimu wa kutoa ulimwezesha kupanda ngazi na kuaminika kwa haraka hata ndani ya jeshi la Syria. Akaonekana kama ni mtu ambaye anaweza kuchangia na kuwezesha operation mbalimbali za kijeshi katika jeshi la Syria. Upendo wake huo ukazaa urafiki mkubwa kati yake na mtoto wa kamanda mkuu wa majeshi ya Syria. Mtoto huyo akamfanya Kamal Amin Thabit ama Eli Cohen kuwa rafiki yake mkubwa. Wakazunguka kiasi kwamba akamwezesha kuweza kufika katika eneo la milima ya Golan ambayo ndio ilikuwa target kubwa ya Waisraeli kuweza kuifahamu kwa undani. Akiwa hapo, rafiki wa Eli Cohen alimzungusha na kuona miundombinu ya jeshi la Syria, namna ambavyo silaha walizonazo na namna ambavyo eneo zima walivyoliweka, ikiwa ni pamoja na mahandaki na maeneo yote ambayo wamekuwa wakiyatumia kuweza kushambulia vijiji vya Israel ambavyo vinapakana na eneo hilo maarufu kama vijiji vya kibbutz. Fast forward miaka miwili mbele, Eli Cohen akafanikiwa kupenya kabisa na kufika nafasi baada ya chama cha Baath sasa kufanya mapinduzi na kuingia serikalini. Akafanikiwa kuwa rafiki mkubwa wa taifa la Israel, la Syria wakati huo, rais ambaye alikuwa anatoka kwenye chama cha Baath. Akafika katika hatua ya kuaminika sana kiasi kwamba rais wa Syria alimwamini Eli Cohen, akampa nafasi ya naibu waziri wa ulinzi wa taifa la Syria. Miaka yote hiyo akiwa Syria, Eli Cohen alifanikiwa kutuma taarifa nyingi za siri kwa kutumia teknolojia wakati huo ya mawasiliano ya kiintelijensia ambayo ni signal coding, ambayo ilikuwa ikituma taarifa kwa taifa la Israel na wao wakipata taarifa kutokana na yale ambayo taifa la Syria lilikuwa likipanga kuyafanya dhidi ya Israel. Kwa hiyo operation hiyo ilionekana kuwa na mafanikio makubwa, na Israel ilifanikiwa kwa asilimia kubwa kuweza kupambana na mikakati mbalimbali ya kijeshi ambayo Syria ilikuwa ikiipanga, kwa sababu walikuwa na mtu ndani ya wizara ya ulinzi ya taifa hilo. Hata hivyo, mwaka 1965 Eli Cohen aliweza kugundulika na akachukuliwa hatua za kunyongwa hadharani, ikiwa ni tunasema ni adhabu kwa mtu ambaye anakutwa na kosa la uhaini kama hilo, kwa sababu tunafahamu uhaini ni ama espionage ni kosa, ama treason ni kosa dhidi ya serikali
ambayo unaitumikia, na yeye kwa sababu alikuwa kiongozi wa wizara ya ulinzi, lakini pia treason ni adhabu pia ambayo, ama ni kosa ambayo wanakutwa nalo majasusi ambao wanakutwa katika mataifa mengine. Kwa hiyo mwaka 65 bwana huyo alihukumiwa katikati ya mji wa Damascus, kama lengo la kuwaonyesha pia watu wengine wote, kama unafanya kazi kwa niaba ya taifa la Israel, hii ndiyo adhabu yako. Na wakati anahukumiwa, basi iliwekwa alivalishwa, tunasema nguo ambayo ilikuwa, ama bango lililokuwa likionyesha makosa makubwa ya treason ambayo alikuwa ameyafanya. Huyo ndio Eli Cohen, moja ya mashujaa, na sasa hivi ukielekea Israel kuna mitaa mingi sana ambayo imepewa jina la Eli Cohen kwa ajili ya kuenzi kazi kubwa iliyofanya. Na ikumbukwe pia, baada ya kunyongwa kwa Eli Cohen, miaka miwili baadaye, ukapelekea basi vita kubwa kati ya Israel na mataifa yote ya Kiarabu takriban yaliyokuwa yakizunguka. Vita ya siku 6 iliyofanikisha Israel kuweza kuliteka eneo la Golan Heights, ama tunasema vilima vya Golan.